Sisi Embassy of God for All Nation tunaamini michezo, tunaamini sanaa ni kipawa kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Ndio maana IPM sieleweki. Yaani kunielewa mimi inabidi uwe na D41. Ewe na akili nyingi sana. Hivi utoboi. Sababu yani dini zimekuja hizi kila kitu dhambi. Sasa nini ambacho sio dhambi? Mimi nimembusu wife tu vile tunafurahi tunacheza kwenye mtandao, kaja mtu askofu, hutakiwi kumbusu zabe. Njoo nikubusu wewe sasa. Wanachosha hawa sasa. Yaani kila kitu dhambi yani. Mimi nawafundisha vijana wangu wapende wake zao. Sema amina nikuelewe. Mimi sifanyi, yani mimi kila ninachokifanya kwenye social media nafundisha. Mwambie mwenzio IPM kila ninachokifanya kwenye social media. IPM kila ninachokifanya. Muangalie usoni usimuogope. Mwambie jamaa kila anachokifanya kwenye social media. Jamaa kila anachokifanya kwenye social media. Anafundisha jamii. Anatufundisha sisi. Kwa hiyo mtu akikwambia simuelewi baba yako, ambia wewe huwezi kumuelewa, mimi inatosha nikimuelewa. Inatosha kabisa. Jumapili iliyopita nikapiga mapigo yangu yale. Ikawa shida. Sema shido. Ikawa shido. Lakini huwezi kuamini nimetafutwa na vijana wanaovaa walio wenye rasta. Yaani sio wanasema DM imejaa, yani messages zimefurika. Nimetafutwa na wasanii mbali. Brother umetutia moyo bwana, watu tunaonekana kama mapepo tu. Kumbe na wao wanataka faraja, waonekane ni wanadamu. Wasanii wengi wamenitafuta kwa sababu ambia bro, tunashukuru bwana kwa kutambua mchango. Sisi wasanii twende wapi? Tukasali wapi? Maana tumekataliwa, tumetengwa. Tunaambiwa ni ushetani. Mziki sio ushetani. Mziki ni kipawa kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Huyu mnaimita shetani huyu. Mnapambana naye. Msikitini wanamuita shetani, kanisani anaitwa mapepo huyu. Huyu alikuwa kwa Mungu zamani. Alikuwa kwa nani? Kwa Mungu zamani. Na kazi yake ilikuwa ni kumsifu Mungu. Alikuwa kiongozi wa sifa. Ndio maana dunia imekamata mziki. Mziki una nguvu yake. Yes. Sasa kila kitu dhambi. Ni kipawa kile Mungu kawapa. Kama anakosea mwite wewe kama kiongozi wa dini. Wewe ni shekhe, mwite, si ndio? Sikijana wa Kiislamu huyu mwite. Mwambie bwana Allah Subhanahu wa Ta'ala, hii hapa kidogo umezidisha. Fanya na ibada pia, si ndio? Swali, piga rakaa 5. Mheshimu Allah Subhanahu wa Ta'ala, soma Qur'ani, fanya hivi. Ni msanii wa Kiislamu huyu, mfariji, yani msogeze. Lakini ukisema tu mama laya haya, waiona hiyo, unaona? Yanaimba matusi, hapana. Ndio unawapoteza kabisa. Yesu alikaa na watu wasiofaa. Yesu alikaa na wahuni, Yesu alikaa na waongo. Yesu alikaa na wenye dhambi. Maandiko yanasema wakamkuta anakula na kunywa na nani? Na wenye dhambi. Sasa kama Yesu anakaa na watu wasiofaa, kwa nini mimi niwatenge watu? Na kutenga watu sio njia ya kuwasogeza watu, ni njia ya kuwapoteza watu. Kama mtu anakosea, ongea naye lugha nzuri, atajirekebisha tu. Kwa sisi hapa Embassy of, na hizo naliongea mdomoni, hata katiba yetu ya huduma hii ya Embassy of God for All Nation kipo kipengele kinachosema mziki ni kipawa kutoka kwa Mungu. Asa lengo la kuvaa vile juzi kisanii ni kuifundisha jamii kwamba watu wa aina hii tusifanyeje? Tusiwatenge, tusiwanyanyapae. Ni mavazi tu hayo. Unamwambia leo mkali wenu anyoe nywele. Kwa nini? Dhambi. Hivi wangapi wanaamini Samsoni alikuwa mnadhiri wa Mungu? Wote. Nyosha mkono vizuri. Kama hujui Samsoni ni nani, shusha pia. Samsoni alikuwa na kipara au alikuwa na nywele? Na nywele. Nyingi au ndogo? Nyingi sana. Kwa nini atumuti shoga? Kwa nini atumuti mdhambi? Kwa nini atumuiti hafai?
Kwa nini Mungu alimtambua Samsoni na manywele yake mpaka mgongoni? Mungu anasema huyu ni mnadhiri wangu, mnadhiri wa Mungu mwenye manywele.